إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام وتهجد وقام وأجود ما أنفق وتصدق. الله أكبر الله أكبر عدد ما صام صائم وأفطر. الله أكبر عدد ما ذكر الذاكر وكبر. الله أكبر ما فرح الصائم بإتمام صيامه واستبشر. الله أكبر عدد ما تاب تائب واستغفر. هنيئا للصائمين هنيئا للمستغفرين. يا أمة الإسلام كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. فقد ودعنا شهر رمضان المبارك. أما اليوم يوم فرحة والبهجة والسرور. أما اليوم يوم العيد ألا فهو عيد الفطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. عباد الله، الصوم لا ينتهي والقرآن لن يرحل والمساجد لن تغلق والاستجابة لن تتوقف والأجر لن ينقطع. كن ربانية لا رمضانية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عباد الله, ndugu katika imani, twapasa kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kutupa nafasi kubwa ya kuweza kudiriki tukio miongoni mwa matukio makubwa ndani ya dini ya Uislamu. Ni miongoni mwa nembo kubwa min sha'air hadha ad-din hadith, miongoni mwa nembo kubwa ya dini hii iliyotakatifu. Ndugu katika imani, tukio la Eid al-Fitr ni tukio la Kiislamu, sio tukio la kiada kwamba ni kawaida, tumerithi, tumekuta, tunafanya, tunamaliza, tunaondoka. Sio makusudio. Kila mmoja anafahamu tulikuwa katika msimu, atakuwa amepata hasara yule aliyetoka tupu katika msimu huo. Lakini hania, hongera na kongole kwa yule ambaye amepata fursa ya kufanya aliyoyafanya katika khairati. Amefunga ukweli wa funga, ameswali ukweli wa swala, ametasaddaq ukweli wa kutoa sadaka, na akafanya kila khairat ala qadri istitaati. Hakika ni dhana nzuri ya kumdhania Allah tabaraka wa taala ya kwamba dhambi zetu tumesamehewa. Ibadallah, wasia zangu zitakuwa tano. Naomba utulivu, naomba uvumilivu, ili iwe ni sababu yule aliyekuwepo amfikishie yule ambaye hajakuwepo. Cha kwanza, na wahusia katika takwa. At-taqwa libas, wa man lam yalbas libasa at-tuqa tajarrudan uryanan walau kana kasiya. Fa khayru libasu al-mar'i ta'atu rabbih fala khayra fi man kana lillahi asiya. Vazi bora la mtu
ni kumtii Mola wake. Ukivaa ucha Mungu ndani ya nafsi yako, wewe ni bora katika watu. Ibadallah, miongoni mwa alama za ucha Mungu ni kuingia katika dini mazima. Naomba nitilie mkazo kipengele hichi. Kuna watu leo tuko siku ya Eid, lakini kuna mwingine leo amefungua, lakini anaogopa kuswali kwa kuogopa watu watamshangaa. Kuna mwingine leo amefungua, lakini anaona aibu kujitangaza kwamba yeye amefungua, kwa sababu watu wake, marafiki zake, kazini kwake watamuonaje. Aina gani ya hii imani? Aina gani ya takwa? Waislamu tuingie fi sirri kafa. Kuna mwingine leo ameswali, lakini kwake hapiki. Tutapika kesho. Leo ma hadha, ni aina gani hii ya dini uliyokuwa nayo? Kama umeswali leo, pika leo. Kama umeswali leo, vaa leo. Kama umeswali leo, onyesha furaha yako siku ya leo. Unaposwali leo ukakataa kudhihirisha furaha yako siku ya leo, utafanana na unafiki, kwa maana kwamba hujaingia fi sirri kafa. Mguu mmoja uko ndani, mguu wa pili uko nje. Ibadallah, wasia wangu wa pili lil aba, kwa wazazi wa kiume. Ndugu zangu walezi, mmepata nafasi kubwa ya Allah kuwaruzuku watoto au kuwaruzuku majukumu. Kuna wengine hawajazaa lakini ni wazazi wasimamizi. Cha kwanza, tuhakikishe tunapandikiza imani kwenye nyoyo za watoto wetu. Hakikisha moyo wa mtoto wako unautengeneza kwa gharama yoyote. Hakikisha mtoto wako anamjua Allah tabaraka wa taala, anakijua kitabu chake, anaijua katiba yake, anaijua Uislamu wake. Na madhila mengi yanayotokea katika dunia ya leo ni kwa sababu watu hawajapandikizwa imani, ukweli wa kupandikizwa kwa mazingira waliokuwa nayo, isipokuwa wale wachache ambao Allah anawaongoa baadaye. Ibadallah, wazazi wa kiume, nyinyi ni watu wa kuulizwa siku ya Kiyama, na mtaulizwa juu ya usimamizi huu. Lakini tuelewe, ukitengeneza ndani ndo umetengeneza dunia nzima. Leo hii utakuta mtu anamsomesha mwanawe sekula, hatukatazi wala hatuharamishi, anamsomesha kwa gharama kubwa. Mamilioni ya fedha tunayasikia yanatangazwa katika school fees, mashule mbalimbali duniani. Mamilioni ya pesa yanatoka watu kuhakikisha mwanawe anapata sekula iliyokuwa safi, na akiona ufaulu wa shule umeharibika anamkimbiza mtoto wake mara moja kutafuta shule nyingine, vyovyote vile itakavyokuwa, ajali kwamba hii ni very expensive au kwangu naweza kuafford gharama hiyo. Lakini hatazami wala haangalii, je, mwanangu kiimani anaenda kuathirika vipi katika shule hiyo au katika mazingira hayo. Matokeo yanaenda kutengeneza viongozi, wasimamizi, askari, TRA na watu wenye vitengo vingine, wenye nyoyo chafu, wenye makusudio mabaya, wenye nyoyo za ukatili na dhulma. Madaktari hamtibu mtu bila pesa ya rushwa. Hii yote ni madhila mnayotengeneza, na mtaulizwa siku ya Kiyama juu ya haya. Allah tutusuru kutokana na hilo. Ndugu zangu, tuelewe, inna fil jasadi mudghah, ndani ya mwili wa mwanadamu, kama kala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kuna kipande cha damu. In salahat, utakapofanikiwa kukitengeneza na kikatengemaa, salahat jasad, mwili mzima. Tunaposema mwili mzima tunayakusudia maisha mazima yanatengemaa. Wa in fasadat, na kikiharibika kipande hiki kidogo cha nyama, fasadat jasad, mwili mzima. Tunaposema mwili mzima tunakusudia maisha mazima. Fasadat, yanaharibika. Ala wahiya
Fahamuni ndugu zangu, kipande hicho cha nyama ni moyo, na moyo hautengenezi sehemu nyingine isipokuwa ni mazingira yale ambayo yaliyowatengeneza wale watu wa mwanzo. La yuslih akhir hadhihi umma illa bima salaha awwal. Hakuna kitakachoweza kuwatengeneza umma huu wa mwisho isipokuwa kile ambacho kilichowatengeneza wale wenzetu waliotangulia, na hakuna zaidi ya kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kusomesha watoto wetu. Jambo lingine, wasia kwa wazazi wa kiume, kuwa na wivu. Leo hii tuna jamii ya watu ambao hawana wivu. Mtu hana wivu kwa mtoto wake wa kike, tena utajikuta dume zuri na ndevu safi, anazungumza maneno shombo ya kusema mimi nikimwonea wivu mtoto wangu wa kike nitaonekana na mtaka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa hiyo anamwachia mtoto wake wa kike aishi anavyotaka. Ana smartphone, hajui namba za nani ziko huko ndani. Saa 6 usiku anachati, hajui anachati na nani. Anatoka anavyotaka, anaingia anavyotaka, anazungumza na anayemtaka, na mzazi hashtuki wala mshipa hauchezi. Huyu ni youth. Hili ni jitu zembe, hili ni jitu ambalo limekosa wivu, na vijitu kama hivi peponi haingii. Kwa kauli ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata al-youth. Usiokuwa na wivu uingii peponi. Kadhalika watu hawana wivu wa wake zao, hawana kabisa. Ukifuatilia sana sio utawaweza. Nao wamefanya fujo peponi, wataweza huku duniani. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kwa hiyo mtu anamwacha mkewe kama mbuzi wa mjini, anywe supu anavyotaka, ale vitunguu anavyotaka, ale majani anavyotaka, afanye anavyotaka yeye. Huria tutasarrufu. Tunawapa uhuru bwana, ukiwa barabara sana atakusumbua. Ni maneno ya Muislamu, ni maneno ya muumini, ni maneno ya mtu anayetegemea aingie katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Tukome na wivu, tukome kutokuwa na wivu kwa wake zetu na mabinti zetu. Alwasiyatu thalitha, usia wangu wa tatu, lishababi, kwa vijana. Ndugu zangu vijana wenzangu, afiku ayuha shababu fi dini wa dunia. Tuzinduke vijana katika kuielewa dini yetu na kuelewa dunia yetu. Sehemu zote kijana unatakiwa uwe mwelevu namna gani dunia yako utaiendesha ikiwa salama, ili uipate akhera yako ikiwa salama. Leo hii vijana wengi kama gari inayotembea iliyokata steri, hajui anagonga wapi, hajui anakata wapi, hajui ananyosha wapi. Hata ukimuuliza yeye aina takahabuni, unaenda wapi, inawezekana akamwambia sijui. Min aina anta, umetokea wapi, hapajui. Sawa, sasa hivi hapo ulipo ni wapi, hapajui. Hajui nini, hajui dunia. Yeye yuko tu. Alwujudu wal adad sawa. Hawepo asiwepo, mambo ya watu yanaenda. Si vijana wa Kiislamu tunaowahitaji. Alwasiyatu rabia, wasia wangu wa 4, linisa, kwa kina mama. Akina mama wa Kiislamu, naomba mnisikilize kwa utulivu. Leo hii akina mama wanaishi kwenye majumba kama watu wanyongeza, wanaishi kwenye nyumba za waume zao kama wao ni mazide. Kwa maana kuwepo kwao na kutokuwepo, mambo ya nyumba yataenda, isipokuwa tu watu watachelewa kula, kwa sababu mama ametoka na yeye ndio mpishi, ndio anajua kazi yake hiyo tu. Ndugu zangu katika Uislamu, hasa akina mama, almar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Mwanamke anatakiwa ajitambue